Simuoni mdogo wangu, simuoni mama yangu akinitembelea hata kunijulia hali. Inatosha baba. Nahitaji kujua niendeleaje. Kwani tunakuomba iangalie ile familia. Naomba uiangalie familia yangu. Ndio familia pekee inayoitegemea Vani. Ndio familia pekee inayoitegemea Vani. Yaani chumba changu kimekuwa kikubwa sana ghafla. Kwa nini mke wangu? Unapenda tu mimi kumaliza mzako. Alafu mimi unanichafua. Leo naua dakika 90 tu. Kama shauri ile vile kichwani. Yeye dakika 90 tunaua kama shauri ile. Ama semaje? Sio wako.
Mbona naona mazingira hayako sawa? Alafu nishazoea kuishi maisha mazuri. Tulikopo tunakaa mwanzo, sio sana hapa. Kama mambo mimi nashindwa kuelewa. Yaani naona tu tunazidi kushuka chini, hatupandi juu. Why? Ni kweli wife hujakosea. Kwa mazingira kwa sasa hivi yamebadilika. Pale tulikuwa tunakaa zamani, palikuwa tunalipa gharama kubwa sana kwenye upande wa kodi. Na istoshe mimi mwanaume wako niliingia kwenye madeni ambayo kimsingi alikuwa na msingi kwa wakati ule. Sasa pale ilitulazimu tuhame, ndio maana tuko hapa sasa hivi. Kuhusu furniture za ndani, unaona sijui hatuna friji, hatuna labda yani vitu vyote ambavyo tulikuwa navyo awali sasa hivi hatuna. Kwa furniture tunazo mbili, hatuna tena ile maisha ambayo before tuliyaishi. Mimi nilichukua uamuzi wa kuuza vile vitu. Samahani mke wangu kwa sababu sikukushirikisha. Ila kama mwanaume nilichukua maamuzi ya kuuza vile vitu na pesa yake iliyopatikana ndio nikaamua tufanyaje? Tupange hapa na baadhi ya pesa zingine niweza kufanyaje? Kulipa madeni. Kama unavyojua, kimsingi mimi sikuwa na ile kazi strong sema tanipa kipato cha kila siku. Nilikuwa nategemea tu zile fedha ambazo pina kwa michango nizizo kwa nini? Zilikuwa kwenye account. Ndio pesa pekee ambayo nilikuwa na spend. Baada ya hapo kwenye uchunguzi wangu mimi wife nikaanza kugundua kwamba matumizi yetu sisi makubwa ya pesa, tunatumia sana pesa nje. Sawa. Pesa tunatumia kwenye issue sana kubwa na gharimu pesa ni issue ya kula. Mama mimi natoka hapa asubuhi naenda kazini. Asubuhi nitakula kwa mama ntilie, mchana nitakula kwa mama ntilie. At the same time na unafanya hivyo hivyo. Asubuhi utakula kwa mama ntilie, mchana utakula kwa mama ntilie. Kiuhalisia kabisa kwa sasa hivi gharama za maisha zimepanda. Kwa hiyo kama tunatakiwa tutumie shilingi 3,000, tunatumia shilingi 6,000, 7,000 mpaka 10,000. Sawa. Kwa mimi nikaja kuona kwa siku moja, yani tukijumlisha matumizi yako na matumizi yangu tunatumia 30,000. Kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida hatuwezi kusurvive mama. Kwa baada ya kupiga hesabu kujua kwamba pesa nyingi tunapoteza kwenye swala la chakula. So mimi nilichokiamua kwa upande wangu mimi kama mwanaume, mimi naomba issue zote za masuala ya kula kwa mama ntilie, mimi na wewe zifi kuanzia leo. Mimi jukumu nitakalofanya kwa sasa hivi nitaondoka hapa, nitaenda kununua mahitaji muhimu yote ya ndani ya chakula. Sijui unga, mahindi, sijui maharagwe, sijui yani kila kitu ambacho kinatakiwa kiwe ndani. Mimi nitafanya hivyo kwa sababu kuna pesa kidogo ambayo nimebaki nayo. Kimsingi tukiweza kufanya vitu vyote ndani kwa baadhi ya mahitaji yetu sisi wenyewe kama labda vitu vidogo vya ndani naweza kufanyaje nikatusaidia baada ya mimi kununua hivyo vitu. So wife mimi nitaleta vitu ndani. Mimi nachokiomba mama, play part kama mwanamke. Sawa, ishi kama mwanamke na usiishi kama pia. Sawa wife, wewe ni mwanamke wa ndoa. Ulikula kiapo pale kanisani kwamba utakuwa na mimi kwenye shida na kwenye raha. Sawa. Hakuna raha ya mwanaume anaporudi nyumbani kwake anakuta poti linapumua moshi. Chakula kitamu alichopika mwanamke wake. Sawa. Sisi wanaume tunaenjoy sana tukiona mikono ya wanawake wetu wanafanya kazi. Especially kwenye kupika. Sisi tunaenjoy. Hakuna raha duniani kama kula chakula cha mkeo. Sawa. Huko tunakula mabarabarani ndio maana tunatiana vitambi ambazo havina maana. Mimi sina mengi zaidi hayo. Na kusikiliza wewe una mpango gani? Mimi nimemaliza mama. Wife. Wewe. Sijatosheka, yani nyuka. Wewe.
niko serious. Wewe. Bwana tani. Kila nyumba ina siri, kila moyo una jeraha. Usimuone mtu anatabasamu kadhani ana maumivu. Maisha yana siri sana. Huyu analizwa na mapenzi. Yaani kuna CV ambao yule binti alichokifanya si yule mbaka. Ujue inasambazwa CV chafu. Hivi unajua kama unajaribia? Dadangu, mtu anabakwa anakuja geto mwenyewe, kuna kubakwa kweli. Unatakiwa uoe kaka. Sawa, hata kama sasa mtu anabakwa ameingaje ndani? Yaani unajaribia. Hayo maneno ya mtaani. Kesho na kesho kutwa utakosa mwanamke mdogo wangu. Mbona anatangaza hivyo mbovu? Na mbaya zaidi ana mimba ya kwako. Mimba zina mtu yoyote, kwa lazima iwe kwako. Sasa ndo umbaki. Kwa mtu anabakwaje ameingia geto mwenyewe, anabakwa vipi? Dada, mbona nasikia yule dada, subiri ngwambie. Yule dada nasikia. Watu walikuona. Ndio wangu usinifiche. Unajua mimi ndo kila kitu. Mimi naweza nitakutetea wewe. Nakuuliza sasa na mimi. Mtu anabakwaje ndani? Ilikuwa nimemkuta hapa kichakani kichochoroni kweli. Ndani mtu anabakwaje? Yaani tuingie ndani afu na mbili nikubaka. Subiri nikwambie, kama ninaposikia mtu aliyokuaona ulimuita ukamwambia kwamba kanichukulie kitu fulani ukaingia ukafanya tukio. Mdogo wangu. Dunia hii. Oa. Muda ukifika nitaoa. Haya, muda ukifika ndio hivyo unabaka watoto watu. Ukienda jela. Mzima na bakwaje. Mimi nakushauri tu, lakini ndugu yangu. Mimi muda ukifika nitaoa. Nimekusikiliza. Nimekuelewa mume wangu. Mimi niko ndani. Okay, fanya kazi. Hapo tuna lengo zuri la kujenga, ila mwenzangu atakuwa kashakasirika. Haina budi kupambana na hali yangu. Aise. Mwenzangu amejaliwa wanawake ambao wanajua kupika na kuwatia wanaume wao. Hivi mimi nimepewa kitu gani hiki? Ila mimi kama mwanaume lazima nisimamie msimamo wangu. Mimi ndio hicho nilichokuitia. Lakini unataka ukijua mdogo wangu. Asiyefunzwa na mamaye, kufunzwa na ulimwengu. Tatizo sister, unasikiza sana maneno ya watu. Sio nasikiza maneno. Unasikiza mimi au maneno tu? Mimi nakwambia ukweli. Ndio inaniuma kama ndugu yangu. Usibaka. Mimi ndio hicho tu. Ulimwengu. Au maneno ya mtaani. Wao watu wa mtaani hawajazoea. Mdogo wangu. Tunaharibiwa CV. Hapo la msingi huwa baba anafanya mpango wao. Sio maneno ya mtaani. Sawa. Lakini point ipo pale pale, oa. Sasa wewe umri huo mpaka sasa hujaoa, unasubiria nini? Ndio hilo swala la kubaka watoto wa watu. Haya, mnaitwa dada yake, mdogo wake yule alibaka. Hivi unadhania ni CV nzuri? Lakini kila akisimama anajiku. Shauri sasa unaanza kunizingua bana. Sio na kuzingua. Mimi ndo ndugu yako, ndio kila kitu lakini. Kwani kila ninapomshauri mdogo wangu hataki kusikia. Ni kweli huyu alibaka. Kwa nini hataki kuniangalia usoni na kumwambia? Na kweli anaonyesha kabisa alibaka. Sasa mimi nimshauri vipi ili aelewe?
Nakusikiliza mke wangu. Ile project ambayo ulikuwa unatamani uuze umeshauza. Na nasikia umeuza binafsi. Ni kweli mke wangu. Sasa mwanangu, mimi kuna kitu naomba. Sijui kama ndani ya nilikuwa naomba tujenge nyumba nzuri. Yaani labda kama ghorofa, labda gari, pia gari lako. Pia mtoto wetu tumpeleke shule ya Mke wangu, kidogo mimi niko tofauti na wazo lako. Wazo langu lipo tofauti kidogo. Na wazo tofauti na lako. Mimi niliwaza kufungua kiwanda. Ni kweli mimi nyumba sijarizikana. Mimi nilikuwa natamani kubadilisha nyumba, basi ununue gari, na ununue gari lako. Mke wangu, mbona hii nyumba ni nzuri sana? Na ingekuwa sijapata hizo hela ungeenda kukaa wapi mke wangu? Ile neno bilioni 1 linapotamkwa, unaweza kusema ni hela nyingi sana. Lakini kiukweli sio hela nyingi, ni hela ndogo sana. Sasa nisipotuliza akili, nikajua nini nafanya, kitu ambacho kitaniingizia kipato kwa kila mwezi au kwa kila siku, nitakuwa nimejiharibia. Maana project tayari nimeuzia watu wengine. Hapa naenda kukutana na mtu ambaye tutapanga plani za kufungua hicho kiwanda. Nadhani milioni 800 au ikishuka sana milioni 600 nitawekeza kwenye hicho kiwanda. Na kila mwezi naweza nikatengeneza faida milioni 200 au basi 150, au kwa hasara zaidi milioni 100 au 50 sitokosa kwa mwezi mke wangu. Ina maana kama nitatengeneza faida hiyo, mimi nitakuwa bilionea hapo baadaye. Na hiyo fedha sasa itakuwa inaingia kwenye akaunti yetu mke wangu. Na baada ya hapo sasa, chochote utakachotaka, hela itakuwa inaingia kila siku mke wangu. Hata utapata gari zuri ambalo ningesema ninunue kwa sasa hivi, labda ningenunua gari ambalo sio zuri. Naweza nikachelewa. Mwangalie mwanangu.